sio kila mtu akupokea nyumbani kwako, awe ndugu, awe nani, na kuishi naye nyumbani kwako. Wengine wasaidie mbali walipo, wabaki huko walipo. Mwingine kabla ajaye wewe umemruhusu kuja, huo tena amekuja unamsaidia aende kwao. Familia ya Ibrahim na Sara, nataka nikupe ufunuo ambao hujawahi kusikia na kuambia. Hajiri hakuwa baraka kwenye nyumba ya familia ya Sara na Ibrahim, bali alikuwa ni lango la anguko la kuvunja ndoa ya Ibrahim na Sara. Kama si Bwana kusimama na agano la Ibrahim, maana yake yamkini ilikuwa Sara ni wanawake wa leo, angesema naondoka. Lakini kumbuka, Sara huyo ndiye aliyemshawishi mume wake alale na kija kazi. Nisikilize, ni ndoa ngapi zimevunjika miaka ya nyuma kwa sababu ya wadada wa kazi? Mnajisaulisha Na baba mkiuliza kwa sikiliza, mfanyakazi ananifulia nguo, mfanyakazi ananipigia pasi, mfanyakazi anajua mimi nakula. Yaani wamama nyinyi, yaani mfanyakazi anajua ratiba ya mume wako, anakula nini, anapenda nini, chakula aina gani, apige pasi, afue yeye, atandike chumba chake. Unategemea mume wako amfanye nini? Maana yake amebeba jukumu la mke. Angali mke upo, hata kama mke una cheo wapi, hata kama ni tajiri, hata kama ni nani, hakikisha una play party yako kwenye maisha ya ndoa yako kwa mumeo, hata kama ni waona gani. Usikubali mfanyakazi wa ndani afue nguo ya mume wako, tena ya ndani, mtafungwa viungo vyenu. Usikubali mfanyakazi wa ndani yeye ndio ajue chakula cha mume wako kila siku. Wewe unafanya nini? Kama hujui kupika marosti, mwambie kufundishe marosti. Hata msisema amina kubwa, sema amina kubwa. Kwa namna hiyo unafungulia mlango. Sara ndio alimkombisi Ibrahim, bwana mimi bwana siwezi, katoka na miaka 25, ona unategemea nini? Mzee kachanganyikiwa, kabeba. Baadaye kamgeuka, niwe unanielewa vizuri. Maana yake kinyume na hapo, ingekuwa nyumba ya Ibrahim ilipojeka. Jiulize sasa swali, asingekuwepo Hajiri, Ishmaeli angezaliwa? Wala asingezaliwa. Angalia vita na Ishmaeli. Amekuwa ndio leo yanayoendelea. Uzao wa Ishmaeli, uzao wa nani ule, wote unaendelea kupigana vita. Lakini chanzo ni mzaliwa wa kwanza wa Ibrahim katika ulimwengu wa nyama na damu. Maana mzaliwa wa kwanza wa agano alikuwa Isaka. Amina. Kwa vita kati ya lango la agano na lango la ulimwengu asili. Yule leo aliona baba yake si Efraimu na ule si Efraimu. Alila kanisa baba yake, si ndio? Alila na suria ya baba yake, si ndio? Akalaaniwa. Haitwa Efraimu. Mesahau. Efraimu. Bwana Yesu asifiwe. Alilala kitanda cha nani? Maana yake alala na suria ya baba yake, akalaaniwa. Sasa uzao wake ndio una vita. Uzao wa Ishmaeli ndio una vita. Watu hawaelewani. Sikiliza, jifunze. Kama una watoto 3 au 4 au 10, alafu mmoja anajali sana, utasikia mimi wanaanza anampenda fulani zaidi na kumpendelea kuliko wengine. Taratibu inaanza kumchukia yule mtu. Kinachofuata siku ukiondoka duniani, anakwambia ulikuwa unapenda baba, utajua mwenyewe wanamchukia, umeharibu. Kwa wazaliwa hawa walionekana kwamba Isaka akapendelewa zaidi. Nini kimefuata? Chuki mpaka leo. Sikiliza, wakati mwingine hata habari ya wake wengi, shida sio wake wengi, shida ni matokeo ya kuwa na wake wengi. Ukiwa na wake wengi, mwanamke zaidi ya mmoja, matokeo yanakuja mbele yako, yale yanakuja mbele yako ni mabaya. Sikiliza, Sulemani alikuwa na wanawake 300 na vimada, kwa lugha nyepesi, vimada 700. Jumla alikuwa na wanawake 1000 asili ambao hawajaandikwa. Lakini ugomvi wa Mungu na Sulemani haikuwa ishu ya wanawake wengi, ilikuwa ni wanawake kugeuza moyo wa Sulemani. Sulemani akamwacha Bwana, akaambatana na maagano ya miungu mingine kutoka kwa wanawake wengine, akiwemo Malkia wa Sheba. Malkia wa Sheba alidhamiria kupata mbegu ya Sulemani. Kuna kijana huko hapa, kuna binti atakuzaa na wewe,